Get the point. Take a step forward. Praise God. Bwana asifiwe. Praise God. Bwana asifiwe. We're again. Tumerudi tena. And I want us to go to the book of John. Ningetamani tuingie kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu. I'm up with the song that has been sung. Ninatamani nashukuru kwamba wimbo ambao umeimbwa, or the trio who have just sung a song, wale ambao wameimba wimbo hapa, or sing, wameimba wimbo. I want to take you to the book of John. Ningependa niwapeleke kwenye kitabu cha Yohana. John chapter 8 verse 11. Yohana 8 aya ya 11. So I can give you the picture of what happens. Ili niwape taswira kamili ya matukio yalivyokuwa. John chapter 8 verse 11. Yohana 8:11. The Bible says, go sin no more. Biblia inasema enda na usitende dhambi tena. Neither do I condemn you. Na wala sitakukemea. Father, in the name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu, we invite you this evening to speak to us. Na kualika jioni ya leo sema nasi. We have already been condemned. Tayari tumeweza kukemewa. Thank you, Lord, for the victory that is found in you. Asante Baba kwa sababu ya ushindi unaopatikana kwako. As we peruse through your word, tunapokuwa tukiperuza neno we lako, ask you, Lord, to speak to us. Naomba Bwana useme nasi. Bless each and every soul that is represented here. Bariki kila roho ambayo imewakilishwa hapa leo. And may we listen from your voice. Tutasikiza kutoka kwa sauti yako. Now take charge of this meeting. Baba, endelea kushika usukani. And bless us according to your will. Na uendeleze kulingana na makusudi Our yako. prayer in Jesus' name. Naomba katika jina la Yesu. Amen. Amina. John chapter 8 verse 11. Kitabu cha Yohana 8:11. The Bible gives the story Biblia inatupea kisa of a lady who is brought before Jesus. Mwanamke aliyeletwa mbele za Yesu. And this lady was brought before Jesus. Na huyu mwanamke aliyeletwa mbele za Yesu, they passed a judgment before this lady. Wakaanza kufanya maamuzi juu ya mwanamke huyu. They said, we found this lady in the act. Wakasema tulimpata mwanamke huyu katika tendo. And they put this lady before Jesus. Wakamleta mwanamke huyu mbele za Yesu. And when they put that lady before Jesus, na walipomweka mbele za Yesu, they posed a question to Jesus. Wakamwekea swali Bwana Yesu. They said, Jesus, wakamwambia Yesu, such a person when is found, huyu mtu wa aina hii akipatikana, what is done to her? Anastahili atafanywe lipi? And again they told Jesus, wakamwambia Yesu, according to the laws of Moses, kulingana na sheria za Musa, such a person when is found, mtu wa jinsi hii akipatikana, is stoned to death. Anapigwa mawe na anakufa. Hallelujah. 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 Bwana asifiwe. Now, when you already have an answer, wakati ambako walipokuwa nasubiria jawabu, unapokuwa una jawabu, when you already have an answer, tayari ukiwa na jawabu, why do you pose such a question? Bona ulete swali la jinsi hii kwa Yesu. Jesus, Yesu, such a person, huyu mtu wa jinsi hii, found in this act, akipatikana kwenye kosa la jinsi according to the laws of Moses, sheria za Musa, is to be stoned to death. Anafaa apigwe mawe na what do you say? Wewe wasemaje? Now they are simply posing a question to trap Jesus. Yani wanaweka swali kwa Yesu wamtege. They already have an answer. Tayari wana jawabu. What do we do to this? Tufanyeje? They already know according to the laws of Moses. Tayari wanajua kulingana na sheria za Musa. You only stone such a person. Unampiga mawe mtu wa jinsi hii. We stone the person. Piga mtu mawe jamani. Now they're asking Jesus. Lakini wanamswalisha Yesu. What do you say? Wasemaje Bwana Yesu kwa mtu wa jinsi hii? I don't know whether we are together. Sielewi jamani kama tunasoma kwenye ukurasa mmoja. May I see those who are with us? Hebu nene tulionao pamoja sema amina. Praise God. Bwana asifiwe. Praise God. Bwana asifiwe. Hebu niona wale those who are together with us. Let me see wale ambao tuko nao. A question that stands before us. Yani swali tulilonalo jioni leo. According to the song that was sung, kulingana na wimbo ulioimbwa, this person brought somebody before Jesus. Yani huyu bwana anamweka Yesu mbele zake. They brought a naked lady before Jesus. Wanamleta mwanamke ambaye yu uchi mbele za Yesu. Sometimes I don't understand where the network. Yani wakati mwingine sielewi picha kamili ya jinsi hii. How do you get somebody naked before Jesus? Unamletaje mtu aliye uchi mbele za Masihi Yesu? They put her before Jesus. Wanamleta mbele za Yesu.
And the Bible says they put her right in front. Na Biblia inasema wakamleta waziwazi mbele za Yesu. Even the lady by the name Mary understood what judgment waited her. Na huyu mwanamke Mariamu alikuwa tayari yuajua majibu yako namna gani. She knew that it was stoning. Alijua kwamba lazima atapigwa mawe. So they put her before Jesus. Wakamleta mbele za Yesu. And when they put her before Jesus, mbele za Yesu, they moved aside. Wakakaa kando. Let me tell you something. Hebu niwape kisa. When Jesus sees that your queries are trapping questions, wakati Yesu anapoona maswali yake ni maswali ya mnaso, he doesn't respond. Yeye hatoi jawabu. When he sees your accusers, they are simply trapping you. Anapoona kwamba wahukumu wako wanakutega wewe, Jesus does not respond. Yesu hatoi jawabu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amina. He does not respond. Yani Yesu hatoi jawabu. They put the lady there. Wanamleta mwanamke yule. Jesus, Yesu, we found this lady in the act. Tumempata mwanamke huyu katika tendo. And we have brought her here. Na tumemleta kwako wewe. The laws of Moses says, sheria ya Musa inasema we stone her to tumpige mawe afe. What do you say? Yesu wasemaje? Jesus does not speak. Yesu hakutoa jawabu. You know what he did? Wajua alisemaje? He started speaking one by one. Akaanza kuzungumza neno baada ya jingine. Internally. Kwa kila moja kwa moja. The Bible says, Biblia inasema Jesus stooped down. Yesu alinama chini. And then he started writing on the ground. Akaanza kuandika pale chini. He said, number one, akasema jambo la kwanza, I agree with you. Ninakubaliana na nyinyi. The laws of Moses says this one to be stoned. Sheria za Musa zinasema huyu awawe apigwe mawe. But also there is a question. Lakini kuna swali. Where is the person found with her in this act? Je, ni nani aliyepatikana na huyo mwanamke kwenye tendo? Jesus is not speaking. Yesu hazungumzi. But he is only writing down so that he can speak to each and every one of them. Yesu anaandika chini ili angalabu kila aliye kwenye kongamano alielewe hili. So he wrote it down. Akaandika chini. He said, Simon, andika Simoni, were you not the one with the lady? Si wewe uliyekuwa kwenye tendo na huyu mwanamke? Do you know the sweetness of God's word? Hey. Do you know the sweetness of God's word? Yaani unajua raha ya kukandania Yesu. When God spoke, wakati Mungu anaposema, and when he spoke to each and every one of them, anaposemea kila mmoja wetu, the Bible says, Biblia inasema, each and every one of them, kila mmoja wao put a reverse gear, aliweka gia ya nyuma. Bwana asifiwe. Na akaanza kuondoka. Praise God. Bwana asifiwe. A reverse gear. Yani akaanza kutembea nyuma. One by one. Anatembea kidete. One by anatembea. One by anatembea moja kwa mwingine. And they left. Na wakaondoka. One by one, kila mmoja Jesus kept on mentioning their sins. Yesu alianza kwa kutamka and he gave them the picture that all of you are even more wicked than this lady. Akawapa taswira na picha kamili ya kwamba wote ni wenye dhambi kumliko huyu. So when he mentioned the sin of one after another, walipotaja dhambi ya moja baada ya nyingine, they put a reverse gear. Wote wakabadilisha gia. Wakaanza kurudi nyuma jamani. Reverse gear. And they disappear. Wote wakaondoka. Now Jesus poses a question. Alipoweka swali. Poses a question. Alipoweka swali to this lady. Kwa huyo mwanamke sasa. It doesn't matter that you are naked. Haijalishi uchi wako. But I want you to open up your eyes. Lakini ningetamani nikufungue macho yako ya kiroho. And the lady opens the eyes. Na yule mwanamke akafungua macho ya kiroho. I want to presume. Nataka kufikiria kwamba, but what went in the mind of this lady? Huyu mwanamke ni nini kilichokuwa akilini mwake? It's like she was waiting period for the stoning. Alikuwa anasubiria Yesu amwambie jiandae kupigwa mawe. Because all the time that accused are before Jesus. Kwa sababu kila wakati walipoleta swali kwa Yesu, Jesus did not speak. Yesu hakusema lolote kwa mashtaka. Jesus did not speak. Yesu hakusema kitu. He didn't speak. Hakusema kitu bwana. He says to the lady, akamwangalia yule mwanamke, open your eyes. Mwambie angalia, fungua macho yako. Look around. Angalia kando kando. Look around. Angalia kando kando jamani. Don't worry. Usijali. Where are your accusers? Wapi washtaki wako?
Where your accusers? waliokushtaki wako wapi? Where are they? Wako wapi? She looked around Akaangalia kando kando, and found there was nobody. akapata hamna hata mtu. Jesus passes soft judgment. Yesu akatoa hukumu ya nyororo tu. I love Jesus. Nampenda Yesu. I love Jesus. Ninampenda Yesu. I love Jesus. Wapenda, nampenda Yesu. Even in the situation of our sins or your sins, Hata katika hali halisi ya dhambi zetu, soft judgment. yani Yesu ana hukumu ambayo ni ya uwepesi tu. Those who have accused you, Anasema wale walokushtaki wewe, where are they? wako wapi? Then she says, Mwanamke anasema, I don't see it. simuoni hata mtu. You know Jesus is good. Wapenda, Yesu ni waajabu Do you mno. know what he says? Unasikiza anasemaje? Neither Hata do I sikuhukumu mimi. condemn you. Mimi sitakuhukumu. If those who brought you, Kama waliokuleta mbele zangu they are nowhere. hawapo, Jesus does not give us the reason why they have left all of them. Yesu hakutoa sababu ya kwa nini wakaondoka. Neither do I condemn. Mimi sitakukemea. Don't sin more. Enda na usitende dhambi tena. The grace of God Neema ya Mungu is so sufficient to each and every one of us, inatosha kila mmoja wetu. regardless how far you've walked through. Haijalishi umetembea umbali gani mbali na How Yesu. far you have disobeyed him. Haijalishi umemtenga Yesu namna gani maishani mwako. He gives you an opportunity. Anakupea nafasi. You speak from your heart. Zungumza lililo ndani ya moyo wako. You are done. Na mambo yote yanakwenda vyema. Neither do I condemn you. Mimi sitakuhukumu tena. Go sin no Enenda more. usitende dhambi tena. And if you know the story of Mary, Na kama unatafakari kisa cha Maria, that was the turning point of this lady. na hiyo ndio ilikuwa wakati wa mwanamke huyu kubadilika kabisa. And those of you have read at the feet of Jesus, Na wale ambao wamesoma kitabu kinachoitwa Miguuni pa Yesu, this woman, huyu mwanamke when she had an opportunity alipopata nafasi to speak of the greatness of Jesus, aweze kuongea ukuu wa Yesu, she gave the entire heart to Jesus. alifungua moyo wake wote kwa And Yesu. if there is a voice that we go through the scriptures, Na wakati ambako tunapoingia kwenye Biblia, is this lady. ndio huyo mwanamke. My prayer, Ombi langu, go sin no enenda more. usitende dhambi tena. The Lord has acquainted Mungu you. amekuokoa. Hallelujah. Bwana asifiwe. Go sin no more. Enenda usitende dhambi tena. That is my prayer. Hilo ndilo ombi langu jioni ya leo. Where your accusers? Wako wapi washtaki They wako? are nowhere. Hawapo. Can I accuse you? Je, mimi ni kushtaki? Go sin no more. Sitakuhukumu. Enenda wala usitende dhambi tena. That is my prayer in Hiyo Jesus' ndio name. ombi langu kwa jina la Yesu. Father, in the name of Baba, Jesus, katika jina la Yesu, thank you for the assurance asante kwa uhakika that even when the devil accuses us, ya kwamba hata ibilisi anapotushtaki you have always acquainted us. tayari umetuokoa. May we walk in that fullness of your salvation, Tunaomba tutembee kwa uzima wa wokovu wako, that we will never sin no more. ili kwamba hatutatenda dhambi tena. Continue to instill that hope in our Endelea hearts, kuweka tumaini lako ndani yetu, that we will never part from it. ya kwamba hatutaliondokea, We will never sin again hatutatenda dhambi tena. by your grace. Kwa neema yako Bless us and take care of us. tubariki na utulinde, And even the next step that we're going, hata hatua nyingine tuendeayo, may your spirit lead. ebu Roho wako atuongoze. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba, Amen. amina. God bless you. Mungu awabariki. Asante. Get the point. Take a step forward.